Hello, dear viewers of the Cool of Hadith YouTube channel. Today is another day where we bring you another discussion and another talk, if that's what you like to call it. Yes, we're bringing to you another episode of Kubonga na Mayouths. Na leo we are doing something different. We've talked about professional things, we've talked about serious stuff, but leo we've diversified our scope of discussion, and this year we are trying to diversify even more, and today we're having an artist on our platform. Unajua, maybe tunaguzilia all these other types of industries, but we don't get to tap into some of the industries, and today we are tapping into one of these industries, which is the music industry. So leo tuko na msanii, and we want to hear all about the industry world, the music industry world, especially here in our county, Nyeri County. As always, I'm your host, Edna Mumbi Maina. Welcome. Yes, so our today's guest, maybe si mtu new, you've seen him a number of times, but if you haven't, he's going to introduce himself. Welcome to our YouTube channel. Na jintroduce kwa our viewers. Thank you, Edna. My name is Adi Swat. I'm a performing artist and a rapper. I'm an entertainer. Ukiona event, I have my crew inaitwa King King Entertainment. King King Entertainment, tuko na dancers, tuko na hype masters, we have a DJ. Yeah. Karibu kwa YouTube channel yetu leo. Asante sana. Yes, and maybe something he didn't mention, we come from the same parish, just to brag a little bit. Watu wanajua wewe ni msanii, maybe you're a rapper, you're a performing artist, but how did you get to now start music? I started music in high school. So form 1, ndo oje ile tu kuchochochocho na watu hivyo tu polepole. Nikapata kumbe naweza kuwa msanii. Na naweza andika mistari. Nikaamua nijaribu kuwa serious nayo. Ndo nikaandika mistari. The first time niliperform mistari yangu ilikuwa kwa platform tu tulikuwa tumepewa shule. Nikaona watu wamebambika. Nikaona kumbe naweza kuwa serious na hii stuff. Inaweza kuwa poa. After hapo sasa ndo corona ikakuja. Corona nikaamua kudive deeper sasa. Ndo after corona, as in hiyo period ya corona ndo nikakuwa msanii, nikafungua YouTube channel, nikaanza kupiga freestyle nini, naona watu wanabambika. Hivyo hadi saa hizi, hadi Swat King King. Ndo jina. Na sasa all that time maybe hata ukifanya hiyo, maybe ulikuwa unaifanya kama hobby back then, si ndio? Nini ilikufanya take it seriously, ama ni watu tu unaona how people are taking your music? Hiyo passion ya kufanya usanii ndio ilifanya nikuwe serious nayo. Nikaamua acha niingie deeper, nifanye ikuwe art, yani ikuwe art ingine moja amazing yenye itanisaidia mimi, yenye itabamba wasee. Yani kila mtu ana benefit nayo. Yeah. Na sasa since umesema you started it ukiwa high school, maybe that is when you discovered you can do music. Yes. How did your family take it? How did your friends take it? Even teachers themselves? Sinaelewa tu siku za kwanza lazima unaambiwa usome, achana na hiyo kwanza, soma, fanya hivi. Hizo ilikuwa hizo enzi za high school. But at least saa hizi unapata family, friends, hadi teachers wenyewe. Wanakubig up, wanasema endelea tu na hiyo kazi poa. Siku moja itajipa tu. Okay, na sasa sasa umemaliza high school, umefungua YouTube channel, you've started performing. I have seen you performing in big platforms. I can call them very big platforms. Yes. How does it feel? How does it feel? And also mention for us some of the successes of this music art that you're doing. My first ever platform enye niliperform. Nikiwa sasa nje, niko serious sasa na muziki, ilikuwa the Youth Summit launch, Nyeri Youth Summit.
launch 2024. Sasa hiyo time walikuwa na launch youth policy 2024. Hiyo ndio ilikuwa my first ever performance nje. Hiyo time nilikuwa hata nasikia yani ile nashtuka kidogo. Juu ndio ilikuwa my first ever performance na nimepewa big platform. Haikuwa rahisi but at least niliperform, energy nikaeka kabisa, nikaamua lazima nitese. Sasa kuanzia hapo other events zikaanza come up, nikaanza kuitwa sasa. But feeling ukuwa amazing kabisa. Siwezi kuficha. Okay. Na sasa because na imagine platforms zingine you need to know very high people or to connect with very high people ndo wakupe opportunity. How did you get to even get such platform? Tuseme jina. Jina ukijenga jina na unafanya kazi safi, kuitwa ni dakika. Ama mtu kusema msanii fulani anaweza fanya kazi fulani ni dakika na ni rahisi. Ukijenga jina poa na ufanye kazi clean, kitu inabamba watu. So jina tu ijiuze. Jina tu wewe jenga tu jina poa, hiyo ingine inajileta. Okay. Na sasa kuna hizo successes hata kwa diocese, you became the best rapper in the whole archdiocese of Nyeri. If you didn't know, now you know. What, of course, kwa kitu kileta success pia inakuwa na struggles zake. What are some of the struggles unaweza sema you go through as maybe an upcoming artist? Struggles. Kwa financially stable, uweze kumanage mziki yako. Unajua lazima ukuwe na ndo uweze kutoa music, ndo uweze kufund vitu kama hizo music video nini. Kitu ya kwanza hiyo ni struggle. Kitu ya pili ni pia mafans wanataka unawaletea kuwaletea na wewe labda kuna venye umepanga kuna venye umepanga utaleta mziki. Lakini pia unajua pia mafans wako na pressure yao. Okay, na sasa tukiongea maybe about financial constraint ama hiyo struggle, hiyo challenge ya kukosa those finances. Does it mean as an artist unafaa kuwe na kitu ingine unafanya on the side so that you can be able to cater for all the things you want? Or how do you now navigate? Because I can see kama uko na merchandise yako. How should you have another job ama tu hiyo usanii tu ndio ita fund for the other things? Kiweza ukuwe na kazi ingine enye unaweza fanya, uweze kuketa usanii yako, bado si mbaya. Si mbaya, but unajua hapo pia lazima una focus. So usanii job lazima ukuwe na focus vizuri, ndo uweze kunini poa. Okay. So do you think, kwanza kama wewe mwenyewe, do you want to do music? Are you doing music as a career full time or there is something else that you're pursuing on the side? For now napiga kama full time hivi, but bado nasoma. So would you advise mtu focus na music peke yake, like solely? Hapo siwezi advise kwa sababu inalingana na wewe venye unataka. So mimi naweza fanya music na bado nisome. Kuna mwenye tu anaweza taka afanye music fully. Okay. Now that kuna hata King Entertainment, which is a whole other franchise. Maybe tell us about that and how it came to be. So King Entertainment, it's a company. Ndo tumeanza. Tuna deal na events. Kama saizi tumefanyia archdiocese events 2. Tumekuwa as in tumeitwa events 2 za archdiocese. Si 2, zile recent ndo 2. Tulifanya December. Kuna moja ilikuwa challenge week yenye ilikuwa Bishop Gatimo. Na bado tulikuwa
Kabiroine huko Karatina. Hizo ndo zile recent, but for the 3 years tangu 2023, 2024, 2025 kuna ile walk ya Archdiocese inakuanga ya kutoka Magana hadi town, hadi Nyeri town. Hiyo tumekuwa tukiwa dancers, MC. Pia 2024 dancers, MC. Kinky Entertainment imetoa dancers na MC. Pia 2025 dancers na MC. So Kinky Entertainment ni kampuni ya kubamba watu. Ni hapo ndani ya Kinky Entertainment tuko na MC, tuko na Hype Master, tuko na DJ na dance crew. Okay. Na sasa ni inaoniwa na kila mtu, like is it a sole proprietorship, tuseme kuna CEO ama how do you navigate around it as a company? So saizi mimi ndo mkubwa, but kuna co-founders, mmoja anaitwa Mark. Pale TikTok naweza mpata ka Hype Markers. Kuna JB, TikTok nampata kama JB tu. So mimi ndo mkubwa, au ndo co-founders. Kuna venye tunasaidiana hapo ndani. Kuna mwenye anashikilia social media, mwingine wa events, hivyo. Yeah. Okay. Now wewe kama msanii, maybe ni ngoma ngapi umetoa, na kama kunayo recent? Niko na wimbo kama 7 zile ziko YouTube. Recent track inaitwa King King. Naweza waguzia tu kidogo. Inasema, nikisema Adiswat tunasema King King, Adiswat King King, Adiswat. Nikisema Adiswat tunasema King King, Adiswat, Adiswat. Hiyo ndo latest track nilidrop December after Christmas. Hiyo ndo latest, na bado kuna zingine zinakuja. Kuna EP na Loda. Track ziko mingi. Na mafans wangoje, mambo tu ni poa, mambo ni vula. Tutawekea pato, I hope tutapata copyright claims, lakini tutaweka that music hapo so that you can hear what Adiswat as a musician does, what his art is. Yes. Sai kwa hii journey yako yote, journey yako kama msanii, as a performing artist, journey yako kama maybe now a company owner, what keeps you motivated? What makes you each and every day to wake up and do more music and more things? Ni vile watu wanabambika na art. Hiyo tu inakupea tu ile unataka kufanya more and more. Ukiona watu wanabambika, yani una feel tu unataka kufanya more and more, uendelee kubambika. Juu huwezi kuwa unafanya kitu na watu wabambiki, kuna venye tu unasikia zi. Okay. Na sasa, where do you see maybe all this in the next 10 years? 10 years nitakuwa msanii mkubwa inshallah, na kampuni yangu itakuwa kubwa. Hiyo kampuni yetu ni yangu, lakini bado ni yetu. Itakuwa kubwa, na bado yani mambo tu itakuwa tu poa. Events, kila kitu. Right. We pray that it gets to that, but inshallah, definitely ukiput discipline na consistency, hakuna kitu easy happen. Tunasemaga God siku zote. God siku zote. Okay, so what do you think music has taught you about yourself? Nini imekufunza kujihusu? Discipline. Lazima ukuwe na discipline. Na bado muziki imenifunza mambo mingi. Utakuwa na pressure mingi kutoka nje. Na bado muziki imenifunza focus. Lazima una focus na kitu fulani. Kama unataka ikuwe hivyo, lazima ufocus. Okay. Now, to the young people out there,
the young men, even the young ladies, all of them in general, wako na talent, wako na dreams, but wanaogopa kuanza. Advice yako kwao ni? Mi advice yangu inakuanga tu 3 simple things. Si simple but 3 things. Kitu ya kwanza ni God. Kitu ya pili lazima ukuwe mjanja, lazima ukuwe na akili. Kitu ya tatu lazima uweke bidii. Hizo vitu 3 ukizitia maanani vizuri venye inafaa, mambo yako itakuwa shavaa. Hata terms ni za hatujaipewa advice hivyo na lugha ya kisanii. We just do very serious advice, like unasikia ni 3 things but things that carry a lot of weight. So from Adiswat to you guys, please keep in mind. So now you've met semester hii, you've sat here with a younger Adiswat, ule mdogo who had a dream, who had all these things, and bado hata hajaanza hiyo safari. Ungemwambia nini? Ningemwambia si rahisi, na kama anataka kuwa msanii mkubwa, kitu ya kwanza si give up. Juu ukianza ati ile unapigia watu freestyle, watu wengine wanachukulia ni jokes. Sasa hiyo wakichukulia ni jokes alafu ufanya ni kama una give up, utakuwa umekula nje mbaya sana. So usiwahi give up, we jaribu, piga hiyo freestyle kidogo, jaribu pale TikTok, hizo instrumental. Kuna some producers, big up to them, wanaweka instrumental hapo, wanakuambia jump into the beat, fanya maneno yako. Wewe fanya tu, siku moja tenda hivyo tu, siku moja ukue mbigi na watu waanze kutambua tu pole pole hivyo. Alright, maybe sasa tuambie Gmarket, your platforms where people can get you if they want services za your company, where can they find you? So all social media platforms nipate kama Adiswat, ADDY Swat, Instagram, TikTok, YouTube, nipate kama Adiswat. To the other side, nini kampuni inajita The King Entertainment. Tuko tu na social media platform, tuko on kwa social media platform moja, Instagram, but ukitaka kutupata unaweza ni DM mimi, uni DM me Adiswat, alafu tutafanya kazi kuanzia hapo. My email ni adiswat@gmail.com. Unaweza pia ni DM hapo, unaweza nitumia email, tufanye kazi. Yeah. Okay, so kama mwenye kuna event, you want someone to come and hype the event, an MC, a dancer, please reach out to the King Entertainment for that type of service. Even also kama uko na event and you want an artist to perform in an event, reach out to Adiswat, and trust me, he delivers. I can attest. He does a very good job. Maybe kuna anything else you'd like to tell our viewers? Tingine tu naweza ambia, I do both corporate and entertainment events. Alafu bado tunasemanga ipo siku God siku zote. Yeah. Anasema watch this space. We will rewind. Tutakuwa refer to that video once, of course, because life is a journey. And ukijituma, mi ujua by default, if you najituma na uko consistent, definitely you will get to achieve the dreams that you want for yourself. But thank you so much. Welcome. Kwa kuja to our set. Nimesahau kitu moja. Yes. Pia ukitaka merchandise unaweza ni DM. Kama hii topa nimevaa ina cost 1,000 shillings. T-shirt ni 1,500. Hoods zinakuja. Pia bangles tunataka kuleta pia hizo. Okay. So kama unataka kukaa kama msanii kama leo, saa mimi ningejua ningekuwa nimeorder so that nikue hata mimi I have the dress code right. But yes, please reach out to him for all those services and for merchandise. Thank you so much for coming to our channel.
na kwa grace set yetu leo, na yeah, hatujaleta wasanii wengi. I think wewe ndo wa kwanza, so labda umefungua whole Pandora box. You're going to get more and more and more. Yes, but it's been a lovely interview. Thank you so much. Before we end the video, is going to do something for us. Yes, of course, kwa sababu ni msanii atatupea tu lines hapo. Yes, but thank you so much for watching today's video. I hope you've gotten something. I hope you've gotten inspired to start and bring that dream to life, to realize it into life, to bring it, to speak life, and to work towards making it a success. Yes, please make sure to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And until next time, I've been your host, Edna Mumbi Maina. Bye. Yes. Ati nikisema Adiswat unasema king Adiswat king Adiswat king. Nikisema Adiswat unasema king Adiswat Adiswat niite king. Jukodi yangu ni 019. Adiswat ndio jina na mimi nimeiti ndani ya hii game, kufanya vitu real bila hata pressure, bora kazi clean. Daily kutesa mistari zimeweza, nikicheki kalenda masiku zinaenda, day by day grow to vipoa. Mimi nashukuru Mola, ukinicheki usiwori juu jina yangu nari, mistari moto moto na si tafadhali. New speed kwa keja hadi pale kwa gari, nikishika mic mistari zina hari zina come one way, kutoka kwa akili bilibili. Mistari zangu zote kuwa kali, nikiwa inadi kutema mistari za genge na kilami. Niite king Adiswat king. Shukran sana.